Hii ni Gospel Voice, tumerejea tena na tunauzungumzia wimbo wa Winner P akiwa na Malengo. Kwa ni kama duo hii, Winner P na Malengo, wimbo unaitwa Kunoga. Kumenoga, sio kunoga, kumenoga. Winner P, yes. Niambie. Safi. Mambo ya gospel singeli. Kwa mkaangalia upepo sasa hivi singeli. Ngoja tupige gospel singeli. Nia madhubuti hasa ni watu gani ambao mmeamua kuwafikia? Watu ambao wanasikiliza singeli sana au ni kubadilisha tu ladha, kwa sababu unajua sisi tuna watu ambao wanatusikiza lika zote. Na wakati wa kufanya muziki inatakiwa tusiwe na upendeleo wa kudili na lika moja. Kwa hiyo tunachokifanya sisi kuangalia wakati uliopo na kitu gani ambacho kinahitajika kwa jamii. Wewe ulipokuwa na mwenzako Malengo, mliangalia nini hasa katika kuzingatia muziki wa singeli, gospel singeli? Kwa nini mliamua mkasema sasa hivi mfanye gospel singeli? Kwa sababu nyimbo ambazo tulitoka uzisikiliza muda uliopita zilikuwa ni amapiano, gospel piano fulani. Ndio. Lakini sasa hivi mmekuja kwenye singeli. Mmeangalia singeli, mmeona uhitaji wa soko ni mkubwa, kwa hiyo tukasema tuwaletee gospel singeli. Na hilo tuliliangalia kwa sababu unajua saizi vijana ndio tunatakiwa tutumike sana kwa Bwana. Kwa hiyo sogezea mic vizuri, sogezea kipaza vizuri. Nasema vijana natakiwa tutumike sana kwa Yesu. Kwa hiyo maana ukipiga nyimbo kama hizo vijana ndio wanakuwa wanazielewa sana. Kwa hiyo unasema basi na nyewe tuwavute, tuseme kwa tunawapendelea sana huku. Wote tu tunapata muziki mzuri. Wote tu tunapata muziki mzuri. Kwa mkaamua kusema kwa Yesu kumenoga, tupige gospel singeli moja ya mujarabu sana ya kipekee ambayo itaweza kuwafurahisha vijana wengi ambao mnawafikia huko mtaani. Ndio. Mchakato wa kuandika wimbo ulitumia muda gani? Wimbo uliandikwa mwezi wa 7 kama sikosea, 7 mwishoni. Ndio. Tuliandika, maana yake tulikuwa tunalaka nao sana. Ndio. Tukasema kwa kuwa tunatakiwa tutengeneze kitu kizuri, basi natakiwa tufanye kwa utaratibu mzuri. Okay. Mwezi wa 7 ulimshirikisha mwenzako Malengo na ilikuwaje? Maana yake wakati tunataka tuandike wimbo tulikutana kwanza, tukamwambia bwana, hapo natakiwa tufanye wimbo. Sasa tunafanya wimbo aina gani? Kulikuwa kuna tofauti katika hoja zenu, mtumie mahadhi gani? Yalikuwa mahadhi tofauti na singeli wakati mnashauriana mashauri yenu? Ilikuwa kila mmoja alikuwa hapo na nani yake, idea yake. Wewe wazo lako lilikuwa ni mahadhi gani? Wazo langu mimi lilikuwa singeli. Na Malengo kwako wewe mawazo ulikuwa ni aina gani ya muziki? Mi kwangu pia ilikuwa ni tutengeneze tu wimbo wa dini mzuri, ila sikufikiri kama tutakuja kuchukua biti la singeli. Lakini sikufikiri hilo. Baada ya kuona wazo la mwenzangu liko vizuri zaidi, ndio nikasema ngoja tuelekee huko. Na aliyetayarisha wimbo huu ni nani? Wireless. Ilimchukua muda gani kufanya kazi ya singeli? Ili biti ilitengenezwa kama sikosei wiki nzima. Ni vitu gani vya msingi ambavyo walikuwa na vitamani vitokee kwenye mahadhi ya singeli? Ukiangalia hiyo biti ni asili kabisa ya singeli yenyewe. Yaani singeli yenyewe ambayo inapigwa saa hizi. Kila kitu ambacho unasikia kwenye singeli zinazopigwa na ile kwenye biti ile lipo. Kwa hiyo na maana alisema ngoja niumize akili sana. Kwa hiyo maana ilimchukua muda mrefu kidogo. Kwa akasema ngoja niumize akili kama juma zima hivi nikae nitafakari alafu nijue nitakuja na kitu gani. Sahihi. Singeli, gospel singeli. Na wakati wa kurekodi iliwachukua muda gani wakati mna rekodi? Pale tulirekodi siku 3. Siku 3, maana siku ya kwanza tulienda tukaimba. Baadaye kuna vipengele ambavyo unajua wimbo ukiandika unaweza kuimba vile vyote. Kuna vipengele ambavyo nani producer akasema tuvifute tubadilishe. Ndio. Ikatakiwa tena turudi tena. Tukabadilisha tena vipengele ambavyo yeye alisema tuvifute. Siku ya pili tukaenda ndio tukabadilisha vipengele. Siku ya 3 ndio tukaenda kuumalizia moja kwa moja. Okay. Na mpango wa kutoa video uko vipi? Yani video tunataka tutambulishe kwanza kwa jamii. Ndio. Video inafuata nadhani next week.
au mtatoa muda kidogo, mtaupa muda wimbo ukae kama mwezi labda au wiki 2 ndo mtoe video? Yani hapo kuna wiki 2 hapa. Baada ya wiki 2 watu kusikiliza huo wimbo, video inafuata. Ni lipi shairi lako pendwa kutoka kwenye mahadhi haya Singeli kwenye wimbo wako wa Kumenoga? Shairi langu pendwa kwenye ile tafuta umaarufu, nyende kwa waganga nikapige na hizo ndagu, nitowe kafara hili nami nimiliki majumba na hela. Sasa nifanye nini? Ya walimwengu mwenyewe siamini, yatafanya nirudi tena utumwani, kumwacha Yesu wala haiwezekani. Kwa ina maana yani wewe ulikuwa yani inaonyesha ulivyokuwa umeandika wimbo kwamba ni mtu ambaye alikuwa anatafuta mali, anatafuta umaarufu kwa njia ambazo sio za Mungu. Sahihi. Kwa baadaye akaamua tu kwamba kwa nini niendelee kukaa utumwani? Kwa nini nisirudi kwa Yesu ambako kumenoga? Kumenoga kuna nini hasa? Kwa Yesu bwana, ukiwa kila kitu kinaenda vizuri, unajua unakuwa na amani sana. Hata kama majaribu yanakuja ni ya muda, unajua Yesu hawezi kupatia jaribu ambalo huwezi kulivuka. Na linakuwa linakufundisha. Hata kama ni maumivu, unapitia maumivu ambayo ya muda mchache sana. Sasa na baada ya kukamilika hizo siku 3 mlivyosikiliza wimbo, mrejesho wenu ulikuwa vipi? Wimbo tuliupenda, nadhani tuliwasikizisha baadhi ya watu. Ndio. Maana mimi hata wimbo nikisha record uwaga sitaki kuachia mpaka nisikizie baadhi ya watu kwamba na wenyewe wanasemeje. Ndio. Walivyoubariki nikaona ni vizuri zaidi na sisi tupate jamii nzima kupate kusikiliza. Kwa malengo kwako, huu ndo wimbo wako wa kwanza kurekodi ukishirikiana na Winner P, si ndio? Ndio. Kwa na wewe ni wimbo wako yani wewe katika nyimbo wewe hujaitoa wimbo wote, huu ni mara yako ya kwanza? Huu ndo mara yangu ya kwanza, ila sogezea kipaza. Huu ndo wimbo wangu wa kwanza kutoa. Ndio. Na ndugu yangu hapa Winner P, lakini mbali na hapo na nyimbo nyingi sana ambazo nimeziandika bado hatujazitoa. Haujazirekodi hata? Sijazirekodi, yani nyingine nimerekodi lakini bado sijazitambulisha. Pia tutakuja kutambulisha hapa. Sawa. Kitu gani cha kipekee unapenda kupitia wimbo huu? Kitu ambacho napenda kwenye zile kiitikio ambacho nimeimba mwenyewe, nipe za Daudi afu yanafuata makofi, ni sehemu ambayo nipendwa sana. Hata watu ambao wanasikiliza wimbo huu wanapenda kipengele hicho zaidi kwa sababu kinaburudisha kwa kweli. Okay, kama mlihitaji wimbo huu uwafikie vijana, mlimshirikisha Mungu wakati mnaandaa wimbo huu? Hiyo ni lazima, yani hata tunavyokuja hapa maombi ni lazima, kwa sababu hatujui wakati wa kuondoka. Anayejua ni Mungu, kwa sababu kila ambacho tunachokifanya lazima tukutambulize Mungu. Tunaenda studio tunaomba kwanza, yani popote pale lazima tunaomba. Kanisa ambako mnasali, mnadhani viongozi wanaruhusu mahadhi haya kuweza kuchezwa kanisani, au mchungaji wenu anaunga mkono kwenye kazi zenu za muziki sana? Ndio. Au anasema nyie vijana wa ovyo mnatuletea? Hapana, ni nyimbo ambayo inahusisha yani mafunzo ya dini zaidi. Mle ambacho tumekichukua ni kwa sababu gospel ni yani muziki wa injili ni ujumbe. Kwa hiyo unaweza kutumia mahadhi ya R&B lakini ujumbe ukawa ni wa Yesu. Kwa kinachobadilisha kwamba huu ni muziki wa injili ni ujumbe. Kwa hiyo ina maana kama ujumbe usingekuwa wa injili basi tungesema tu ni singeli ya kawaida. Ila kwa kuwa ujumbe ambao unamuhusu Mungu, unarejesha sifa na utukufu kwa Mungu, basi tutasema huo wimbo ni wa injili. Kwa kinachobadilisha kwamba this is gospel music ni ujumbe. Kwa sababu injili ni habari njema kwa watu wote. Kwa na nyinyi mnahubiri habari njema kwa watu wote, kwa mataifa yote. Haijabagua kwamba mtu wa rangi, mtu wa dini fulani, mtu wa dhehebu fulani, hapana. Habari njema iwafikie watu wote na watu wote wapokee habari njema. Kwa mnawaambia vipi wana nyanda za juu kusini wanaowasikiliza kupitia masafa haya ya 101.9 Access FM kupitia na wimbo wenu wa Kumenoga? Mnataka tuperform kabisa, si ndio? Wasikilize kwanza. Tuperform kwanza au nyewe mnasemaje? Wasikilize kwanza ndipo
na wenyewe kama wanacha kutushauri tutawachia mawasiliano. Tusikilize kwanza alafu ndipo mje mtumbuize. Amin. Basi sawa. Huu wimbo unaitwa Kumenoga, mahadhi ya gospel singeli. Wina P akiwa na Malengo wameamua kufanya kazi ya pamoja. Tutegemee kwamba mtakuja kufanya kazi pamoja endelevu zaidi? Mtazisikia nyingi. Kwa ina maana itakuwa ni duo kabisa. Basi sawa, tuweze kusikiliza wimbo kutoka kwa Wina P akiwa na Malengo. Wimbo unaitwa Kumenoga, mahadhi ya gospel singeli. Furahia.